si ndivyo? Naomba tu nitolee mfano, sio kwa ubaya, lakini ipo hivi. Miongoni mwa watu wanaoona elimu haina umuhimu kabisa sasa hivi ni Doto Magari, si ndivyo? Na wengine anabiki kusema degree is just a paper. Kwa mtu yote ambaye anasema elimu haina faida, unahisi yupo sahihi? Na kama hayupo sahihi, anatakiwa asahihishwe katika njia gani? Wanaosema kwamba elimu kwamba degree is just a paper wako sahihi, lakini degree is just a paper kwa mtu ambaye hataamua kuitumia degree yake katika kujinufaisha na kujiendeleza kimaisha. Kama wewe utamaliza chuo tu pedia ukakaa usubirie labda uje kuajiriwa, sasa wewe ndo tunasema degree is just a paper. Lakini kama utamaliza chuo na wewe una degree yako, degree kwa sasa sio lazima ikusaidie kuajiriwa, kwa sababu ajira hakuna na serikali imekiri hilo kwamba ajira hakuna. Ndio maana kunaanzishwa mpaka shule za VETA hizi. Kwa hiyo tunatarajia kwamba Mtanzania kijana akienda chuo kikuu akimaliza miaka mitatu asiwe tu na degree kama pepa hiyo kama ambavyo watu wanasema, bali awe na maarifa, awe na ujuzi, awe amejiexpose katika taaluma ambayo itamsaidia katika kuyaishi maisha ya sasa. Ndio maana tunatakiwa tutumie elimu zetu kwa ajili ya kuendeshea maisha, kwa ajili ya kujiendeleza kimaisha, lakini sio kusubiri elimu kwamba nije kusubiri ajira, lakini unaweza kutumia elimu yako na maarifa kwenda kuanzisha biashara mbalimbali na kuweza kujinufaisha kwa kutumia elimu. Tunaamini kwamba wewe ukitoka chuoni hutakuwa sawa na yule ambaye ametoka la 7 akaanzisha biashara, utakuwa sawa na ambaye ametoka form 4 akaanzisha biashara, au form 6 hakwenda chuo akaanzisha biashara. Tunatarajia wewe ambaye umetoka chuo kikuu, umeishi miaka mitatu chuo kikuu, umekutana na vijana wenzako mkaishi maisha kama ya mtaani, kwa sababu chuoni ni maisha ambayo ni kama tu mko mtaani, hakuna mtu ambaye anakulimit, mnakutana, mnabadilishana mawazo, unatengeneza connection na watu mbalimbali. Tunatarajia baada ya hapo ukirudi mtaani basi umepata funzo na maarifa ambayo yatakusaidia wewe binafsi bila hata kutegemea serikali, bila kumtegemea mtu yoyote, kuweza kuishi wewe kama wewe na kujiendeleza kimaisha. Na kwa namna hapo unasema degree is just a paper, mtu asipojituma, si ndivyo? Sahihi. Ila akijituma degree na matter. Yes. Aha, sawa. Sasa naomba nikuulize hiki. Bila shaka unapitia comment za watu, si ndivyo? Ukipost kwenye mitandao yako ya kijamii. Kuna vitu viwili mimi nataka nikuulize. Kuna mtu mmoja nilikuwa napita kwenye mitandao yako ya kijamii, sawa? Ulikuwa umeposti nadhani Daruso alikuwa anafanya kikao. Yule mtu akaposti muone na macho yake madogo. Sawa? Wewe comment kama hizo ambazo si nzuri, wewe unahisi unazichukuliaje? Yaani kwako wewe, yani sasa hebu kwani hizo comment zinakupunguzia nini au zinakuathiri katika namna gani? Mimi sidhani kama zinanipunguzia kitu, kwa sababu ile ni anasema katika maisha inabidi kwanza wewe ujiamini, lakini uamini kwamba kama unaamini wewe una kitu ndani yako, basi uamini juu yako kabla hata ya mtu mwingine yoyote kujaji chochote kuhusu wewe. Wewe kwanza uwe unaamini katika kitu ambacho unacho, lakini wewe unajiamini wewe mwenyewe. Kwa hiyo mtu mwingine akijaji kitu fulani kuhusu wewe, unamjaji, unachukulia yale kama ni negative unaachana, lakini kama ni positive au kama mtu amekushauri au kukukosoa, kwa sababu katika maisha inabidi tukosolewe ili tuzidi kuwa bora zaidi. Kwa kama ni mtu amekukosoa, unachukua namna ambavyo umekosolewa na kujifunza ili uzidi kuwa bora zaidi. Lakini kama ni negativity kama hizo ambazo umesema au nyingine zaidi ya hizo, hata mtu anaweza kuja hata kutukana kwenye posti yangu tusi kubwa. Sasa hiyo mimi siwezi kaenda pale kuichukua nikasema basi siposti tena, au nikiongea sehemu yoyote sitaposti tena kwa sababu huyu mtu kanitukana. Hiyo haiwezekani. Hizo negativity tunaachana nazo, lakini yale ambayo yatatujenga na kutunufaisha tunayachukua, tunajifunza kama ni ya kuturekebisha na tunazidi kuwa bora zaidi. Na sasa kwa watu ambao wanafanya makosa, si ndivyo, ya mtandaoni, unahisi TCRA wanatakiwa watengeneze sheria gani kali ambao mtu yote ambaye anafanya makosa ya kimtandao akipata ile hukumu hatarudia tena? Makosa ya kimtandao, kutukana, kutoa taarifa ambazo hazitakiwi kutolewa, kutoa picha ambazo si nzuri, kutumia lugha za matusi, kusemea vitu hivyo. Unahisi ni sheria gani TCRA wakitengeneza hii kweli inakuwa hii sheria mtu ikimbana hii
kweli tutanyooka? Nafikiri sheria zipo katika katiba yetu kabisa. Kuna Cyber Crime Act na Media Service Act ya 2015 na 16. Hizo sheria mbili zina limit na kuonyesha kwamba ni mambo gani mtu anaruhusiwa kufanya mitandaoni na yapi hayaruhusiwi, kutukana, kufanyeje. Lakini sheria zipo na kuna hatua zinachukuliwa, ikiwemo fine kwa wanaokamatwa na kuna wengine mpaka wanafungwa. Lakini nafikiri ni ufuatiliaji uzidi kufanyika na adhabu zinapotolewa ziwe taarifa zitolewe kwa umma, sababu kuna mtu hajui hata kama kuna hizo sheria. Kuna mtu hajui kama kuna hatua kali zinachukuliwa kwa watu ambao wanafanya makosa ya mitandaoni. Na nafikiri serikali kupitia wizara husika na jeshi la polisi wanapokamata wahusika ambao wanafanya makosa hayo ya mitandaoni, ikiwemo kutukana, kudhihaki watu mitandaoni, basi wachukuliwe sheria kali, ili hata iwe fundisho kwa wengine wasiendelee kuharibu mitandao, na mitandao izidi kutumika kama sehemu ya kujifunza na sehemu ya kuchukua fursa na kuzitumia katika kujinufaisha. Oh, sawa. Jamani, wakati mkiendelea kutuangalia hapa hivi, nakumbusha tena mahala tulipo hapa hivi ni Container Pub. Wanauza chakula kizuri cha kila aina kabisa. Tupo na mgeni wetu Mheshimiwa Waziri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ya, si ndivyo? Naam. Nisije nikakosea, maana nyie viongozi amchelewi kubadilika. Tuje kwenye maisha yako binafsi, sawa? Ushawahi kugonganisha? Kuunganisha yani kwamba una mdada huyu na huyu hapa wakakutana wote sehemu moja, au hautumii hivyo vitu? Hapana. Hautumii? Umesimama kwenye msingi wa dini? Bado iko vizuri. Mtu akikufuata akikwambia waziri nakupenda, huo unampa jibu gani? Sasa upendo anakupenda uwe mpenzi wake, yani sio upendo wa baba na mama au upendo wa yani anataka awe mpenzi wako, kwamba anakuja anaelezea hisia zake kwako. Hapana, nafikiri kwa sasa siko katika njia hiyo ya kutaka kuanzisha labda mahusiano na mtu. Nafikiri wakati ukifika hayo mambo yatakuja na nitaoa na sitachelewa kuoa. Hilo ni jambo ambalo lipo na nitakualika. Nataka kuoa, lakini kwa nini hautochelewa? Mimi na imani kwamba kama ni mtafutaji, kama ni kijana ambaye una focus kubwa, basi katika kitu ambacho unatakiwa kukiwahisha basi ni kuoa mapema. Unajua ukiwa katika maisha haya na jamii yetu unapata, na ukiwa kwenye njia fulani unaonekana kwamba fulani huyu anaenda katika njia hii anaenda, basi utapata hizo attacks, hizo tunaita hizo ni feeling attack, kwamba utapata mashambulio ya kihisia umeona kutoka kwa wasichana, labda kama ni kijana utapata kutoka kwa wasichana ambao ni wazuri sana. Kwa hiyo katika kitu ambacho unatakiwa kufanya mapema ili utulie na ufocus katika maisha, unatakiwa uoe. Sawa. Mimi naamini katika hicho, na mimi nitaoa mapema. Nitaoa mapema. Na nitakualika Tanga kule. Tanga kabla ya 2028 tuombe Mungu. Asante sana. Nitashiriki kwa namna moja ama nyingine. Sawa. Sasa ndio. Kwa maana huko sasa siku ukioa ukapata mtoto, si ndivyo? Unahisi mtoto wako akifikia level ya kwenda chuo, ni kozi gani utamwambia hii kozi mwanangu usisome hata siku moja? Walimu. Mimi nafikiri kwamba walimu ni wengi sana. Lakini samani walimu ni wengi, lakini shule hazina walimu, kumbuka. Sasa hiyo ni jambo lingine. Na walimu wako wengi pia mitaani. Sasa mimi si discourage walimu, ndio. Ni jambo zuri kwa sababu sisi pia wote tumelelewa na walimu. Lakini miaka inavyozidi kwenda walimu wanazidi kuzalishwa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina shule kuu kabisa ya elimu, SOED, School of Education. Kuna College of Humanity bado wana walimu. College of Social Science pia kuna walimu. Kuna DUSE kule. Ni chuo kizima ni walimu tupu. Tunaenda vyuo mbalimbali, unaenda Mwalimu Nyerere kuna walimu. Unaenda Mkwawa, unaenda UDOM. Kila sehemu kuna walimu. Kwa hiyo wote hao wanakuwa dumped baadaye, wanakuja tu kuwa mtaani. Kama unasema kwamba shule zina uhaba wa walimu. Sasa hiyo iko kwenye government wise, tunasema iko kwenye uwanda wa serikali zaidi kwamba ni serikali ndio inatakiwa kuajiri walimu, lakini labda haijaajiri kutokana na changamoto fulani na fulani ambayo sasa ni serikali ndio wako responsible kwa hilo. Lakini walimu wako wengi sana mtaani. Mwaka wa jana kuna waliomaliza, mwaka wa juzi mimi na ndugu yangu ana miaka zaidi ya 5 yuko tu mtaani na ni mwalimu. Kila ajira zinapotolewa anaomba lakini hapati. Sasa kama yule wa miaka 5
na ana ufaulu mzuri, lakini mpaka sasa bado hajapata. Vipi hao waliokuja hii miaka mitatu ya hapa karibuni? Kwa hiyo mimi nafikiri baadaye nitamshauri mwanangu kwamba atafute namna nyingine, na nafikiri siku hizi hata serikali yenyewe inashauri sana kwamba vijana wajikite kusoma katika masomo ya sayansi, ndio yenye soko zaidi, na tunataka kuwa na wanasayansi wengi zaidi katika taifa letu kuliko kuwa na watu wa hizi mambo za jamii na kuwa na walimu wengi kuliko wanasayansi. Sababu tuna upungufu wa madokta katika nchi yetu, tuna upungufu wa wataalamu, mainjinia na watu kama hao, lakini tuna walimu wengi sana. Kwa hiyo arts imezidi kuja kuchukua uwanda mpana katika elimu yetu kuliko science. Ndio. Ikitokea sawa, wewe na ndugu yako mkakosana, si ndivyo? Wewe ni mtoto wa 10, si ndivyo? Na mtoto wa 7. Mkikosana, nani huwa anakuja kuwashauri? Anakuja kutushauri tu. Yaani ugomvi mkubwa tufanye, mmekosana, ni ugomvi mkubwa, nani ambaye anatakiwa aje washauri? Wewe kwani kwa mapendekezo yako? Sisi kama unasema huyu akija kunishauri at least. Sasa kama ulivyosema kwamba mimi wa 10, kama nilivyokuambia kwamba kwetu tuko 11, mimi wa 10 nikigombana na wa 7. Sisi katika familia yetu tuko kama serikali, tuna hierarchy. Kwa hiyo kabla ya kufika kule juu kwa wazazi, tuna mechanism zetu za kusolve conflict hapa chini. Kwa hiyo tunatatua migogoro sisi kwa sisi. Kuna ngazi kwamba mimi kama nimegombana na ndugu wa 7, basi kuna ndugu wa 6, kuna ndugu wa 5, kuna ndugu wa 4. Hao kama ugomvi ni mkubwa kama ulivyosema, lazima watakuwa wamenotice na watakuja kutushauri hao, kabla hata ya kufikia hata dada yetu mkubwa au kaka yetu mkubwa. Kwa hiyo kabla ya huko tuna system kwanza za kusolve, na nafikiri hiyo ndio inabidi kila mmoja wetu wawe nayo katika kila familia yao, kwamba matatizo hayatakiwi kuwa kutangazwa nje ya familia au kupelekwa kwenye familia nyingine. Inabidi kuwe na namna ambazo zinaweza kuhusika kutatua migogoro ya ndani ya familia hata kabla haijafikia wazazi. Basi vijana, kwa sababu vijana tunategemea hata baadaye huko mtakuja kubaki wenyewe, muwe na namna ambayo mnaweza wenyewe kumanage conflict zenu na kuweza kuishi vizuri. Swali la mwisho kwenye hili hapa, kwenye personal vitu vyako binafsi, si ndivyo? Afu baada hapo turudi kidogo kwenye mfumo wa elimu, afu tumalize, si ndivyo? Sasa kuna hili hapa, ni zawadi gani ambayo ushe kumpa ndugu yako mdogo wako wa mwisho? Yani zawadi hapo ushe kumpa ndugu yako wa mwisho, yani sijui kama kuna mwingine au kuna huo mpango, lakini tuseme huyu wa 11, ni zawadi gani ambayo ushe kumpa kwamba hata anasema hii kaka mkubwa alinipatia mimi na hii kweli hii hapa ninayo inaishi? Sasa zipo nyingi. Kubwa moja, yani ambayo hii hapa ni kubwa, sipimi kwamba kwa ukubwa, yani sipimi kwa ukubwa kwamba alipokea katika ukubwa gani, napima katika ukubwa wa pesa, yani kwamba ulitumia hela kubwa kuinunua ile zawadi ili umpe mdogo wako. Sasa mimi mdogo wangu bado ni mdogo, yupo darasa la 6 nafikiri. Kwa hiyo zawadi kubwa labda nimemnunulia nguo, anapenda michezo, raba zile za michezo. Sasa bado ni mdogo, sio mtu ambaye unaweza ukasema nunulie kitu kikubwa kabisa. Kwa familia yenu wote ni wana michezo, maana nina picha zako hapa na yeye watu wa Daruso against UVCCM. Wale sio nani, wale ni marafiki zangu. Familia yangu mimi iko Tanga. Inamaanisha kwamba na nyinyi ni familia bado yenyewe ina damu ya wana michezo. Sahihi. Na hata mzee wetu sisi alikuwa mtu wa michezo, alikuwa football player. Kwa hiyo tuko na hiyo damu kidogo pia ya michezo, tunapenda michezo. Sawa. Sasa ya mwisho hii hapa, naomba nikwambie wewe kama waziri, si ndivyo? Ukipewa nafasi ya kushauri chuo kiongeze kozi moja, ni kozi gani ambayo unasema hii kozi ikiongezwa kulingana na mwenendo wa taifa letu itakuwa ni kozi moja muhimu sana? Mimi nafikiri